chao cha muda mrefu. Hilo lilikuwa la kwanza. Lakini Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie kwa kweli wao ni mashahidi. Katika zoezi hili la kuunganisha mifuko, kwanza lilikuwa ni zoezi gumu sana ambalo lilitakiwa kwanza tuangalie uwezo wa kujiendesha wa mifuko, ambao tulipokuwa tunaangalia actual report tuliona kabisa funding level ya mfuko wa PSPF kwa sababu ya kikokotoo ambacho kilikuwepo cha 50 kwa 50 tayari tulishafika. Mfuko wa PSPF ulikuwa unakufa mwaka huu wa 2018 na ulikuwa una wanachama wengi sana ambao kama 7928 wanasubiri na wengine hawajalipwa lump sum kwa muda mrefu. Kwa hiyo gap ilikuwa ni kubwa na hali ya mfuko ilikuwa ni mbaya. Lakini tulipokuwa tunafanya hiyo merging tukasema ni lazima tuyatizame mambo yote kwa undani wake. Hapa tunazungumza tu kikokotoo, lakini hatujagusa ile input ambayo ni contribution rate, Mheshimiwa Rais. Kwa sababu ili tupate kikokotoo kinacholingana na uhalisia wa malipo, ni lazima pia turudi kwenye contribution rate. Contribution rate mpaka sasa toka tunaanza kuunganisha mifuko na huko nyuma, contribution rate ilikuwa ni 20% ambayo tunayo, na actual reports ambazo tumezipata na tumefanya hiyo kazi kwa muda mrefu, walishatushauri Mheshimiwa Rais kwa muda mrefu sana, tukitaka tuendelee na kikokotoo cha 50 kwa 50, contribution rate itoke 20% iende 25%, na kwa mwaka jana kwenda mwaka 2017 18 na kuendelea ilitakiwa contribution rate ifike 30%. Na tukifika 30% tungekuwa hatuna shida ya kulipa hiyo 50 kwa 50 kwenye lump sum. Kwa hiyo baada ya kuangalia na kuzingatia hayo yote ambayo yalikuwa mbele yetu, tukajikuta kwamba tunafika mahali, hebu tuanze. Na Mheshimiwa Rais, mimi nimefanya kikao tarehe 26 ya mwezi wa saba na shirikisho la vyama, na tulichokubaliana, niliona ile concern yao, lakini kwa sababu wakati wa begging tulifanya kwanza actuarial na tukapata mwelekeo wa namna ya kuanza, tulikubaliana na hao wenzangu, hebu tuanze, lakini tunapoanza tulipe kwanza haya madeni ambayo yalishafika karibu bilioni 738. Tukishamaliza hayo kuyalipa, mfuko utakuwa umeanza kuondoka. Utakapoondoka, na kwa sababu tulikubaliana mimi na nyie kikokotoo tuweke kwenye regulation, tufanye actuarial. Tukishafanya actuarial nyingine, ripoti ikishatoka, tutaona afya ya mfuko wetu ilivyo. Na tukishajua afya ya mfuko wetu ilivyo, ninawahakikishia serikali yetu ni sikivu sana. Tutarudi mezani, tutajadiliana na tutaona namna gani tunaweza kwenda mbele zaidi kutoka hapa tulipo na kwenda mbele, kwa sababu tuna uhakika Mheshimiwa Rais, kwa taarifa nilizozipata kutoka PSSSF, tukishamaliza kulipa hayo madeni mwaka 2019 mwezi wa kwanza, coming mwezi wa 4, wa 5, wa 6, mfuko huu utakuwa umeshajenga afya nyingine kubwa, kwa sababu itakuwa imeclear shida zote zile zilizokuwa mwanzo, na tutakuwa kwenye position sasa ya kufanya ukaguzi wa fedha, kufanya actuarial, kukaa mezani na kufanya review na kuona tunakwendaje ili kuwasaidia wafanyakazi wa serikali. Na tulizungumza sana. Nilikutana nao Mheshimiwa Rais na minutes za kao na mazungumzo yetu. Hao wote ni mashahidi hapa, na naye haya anacheka, anakumbuka tulikubaliana nini. Na niliwaomba sana, kwa sababu tukifanya kitu tu sasa hivi ambacho hakiko sawa, tunaweza tukaifanya sekta irudi kule tulikotoka. Kama mfuko ilikuwa inakufa, mfuko ambao ulikuwa na afya ulikuwa ni PPF na NSSF. Wenyewe life span ilikuwa inaenda mpaka mwaka 2075, mpaka mwaka 2075 kwa sababu ya kikokotoo hicho cha 25 kwa 75. Lakini hii mingine hali ilikuwa ni mbaya. Sasa Mheshimiwa Rais, tutasikiliza mwongozo wako, lakini walishaniandikia barua shirikisho na tulikubaliana mwezi huu wa kwanza tunakutana tena mezani. Ilikuwa tunakutana kwa ajili ya mwezi wa kwanza mwaka 2019 kwa ajili ya jambo la kikokotoo, lakini tulikuwa tunakutana kwa sababu wana mambo mengine mengi walishaniandikia. Kwa tulikubaliana tutakutana, tujadiliane, tupate wataalamu watushauri kiutaalamu, kwa sababu the issue hapa ni sekta iendelee kuishi, lakini the issue pia ni kuhakikisha wafanyakazi wetu wakichangia wanakuwa na maisha mazuri, na mabadiliko yote yanayofanyika yawe ya pande zote mbili,
kusaidia sekta na kumsaidia mfanyakazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, hao wanajua tunakutana sana na tulikubaliana tutakutana mwezi Januari. Walishaniandikia barua ili tuweze kuyazungumza hayo yote. Kwa hiyo kuna factors nyingi ambazo lazima tuzitizame kwa ndani, tukubaliane, halafu ndipo tupate the way forward ili tuweze kusaidia kutatua tatizo la wafanyakazi, lakini tatizo pia la sekta. Historia huko nyuma imetufikisha mahali ambapo kwa kweli kila mtu anachanganyikiwa sana. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. AG, nitaka nipate hiyo definition ya salary na wage. Mwanasheria mkuu. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.